Mnyama akiunguruma tu ujue kuna jambo. Ndiyo, ni Simba Sports Club. Wana Msimbazi hawa, wana mabadiliko hawa, timu yenye mafanikio zaidi kimataifa. Simba Sports Club. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Bila shaka natumai umzima na buheri wa afya. Ni kualike tena kwenye kipindi hiki cha Shabiki Kindakindaki. Leo humu tunazungumzia swala zima ama joto linalofukuta sasa hivi juu ya usajili ambao unaendelea. Natumaini kama unataka kufahamu ni nini ama ni kipi kinaendelea katika swala la usajili kwenye klabu yako pendwa ya Simba Sports Club. Sasa hivi Simba wamekuletea chombo maalum ambacho kitakupa taarifa za usahihi na uhakika zaidi juu ya taarifa zote za Simba, hususan taarifa za usajili. Kupitia Simba app sasa hivi unaweza kupata taarifa zote za usajili ambao unaendelea kufanyika kwenye klabu yako pendwa, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nikualike twende moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Shabiki Kindakindaki. Jina langu ni Khalid Mina. Karibu sana. Naam, tumerejea na twende tukasikiliza na kutazama akizungumza kwenye kipindi hiki cha Shabiki Kindakindaki kocha Nico Kiondo, ambapo amezungumzia swala zima la usajili ambao unaendelea sasa hivi kwenye klabu yetu ya Wekundu wa Msimbazi. Tukirudi tutaenda kumtazama pia Suleiman Matola. Huyu ni Nico Kiondo. Kipindi chetu kilikuwa kina pesa, lakini si hivyo na sasa hivi. Sasa hivi nilikuwa nachukua hela nyingi. Kama kipindi hiki unaweza kusema kipindi cha mavuno. Sasa mteja anaangalia kazi yake ni sio ilifanya na anajipa mwenyewe samani kwamba mimi nastahili kupata kazi fulani. Sasa yeye ina depend na uongozi na kujua kwamba msajili utatusaidia vipi, anastahili kupata hii pesa au hastahili. Kwa unastahili kweli wanatoa, kama kupa ndani unaongeza mkataba. Kama hastahili ndio maana utakuta sasa hivi baadhi ya wachezaji wana mizozo na viongozi wao. Kwamba yeye anataka hiki vingine. Mimi na babu ushauri wangu ni kwanza utulivu, wao watulivu, wajue kwamba kula wanakoelekea unaelekea sehemu gani, naweza kufanya kazi vizuri, naweza kupata support, kwa sababu unaweza kwenda sehemu hata kama ni mchezaji mzuri lakini kukosa support. Sasa ni wao wenyewe ni kuangalia ni sehemu gani ambayo wanaweza kwenda kufanya vizuri, at least hata kama nini ni kazi yangu iendelee. Na alikuwa ni kocha Nico Kiondo akizungumza na Shabiki Kindakindaki juu ya swala zima la usajili. Amechambua vitu vingi sana ukilinganisha na usajili ambao walikuwa wakifanywa wao miaka ile na usajili ambao unafanyika sasa hivi. Sasa nisiwe mchoyo, nikusogezea kipande kidogo tu cha mahojiano tuliyofanya na kocha wa zamani, kocha msaidizi wa klabu ya Simba Suleiman Matola, lakini pia aliyekuwa kocha mkuu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi wa vijana chini ya umri wa miaka 20. Ni dhahiri shahiri sasa hivi tunapomzungumzia Jonas Gerard Mkude, Said Hamis Ndemla, haya ni matunda ya kocha Suleiman Matola. Kwa hiyo anacha kujivunia kuona wachezaji wake ambao ameonoa sasa hivi wanafanya vizuri sana kwenye klabu yetu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Matola pia amezungumzia swala zima la usajili kulinganisha na miaka ijayo na miaka sasa hivi. Lakini pia ni nini kinachofanya wachezaji wengi wa Tanzania kushindwa kucheza soka la kulipwa katika soka la kimataifa. Tumtazame Suleiman Matola kwa uchache, ambapo kiundani unaweza kupata mahojiano nayo kwenye Simba Exclusive. Na kipindi chetu sisi mara nyingi watu walikuwa wanaangalia sana upenzi wa klabu, pamoja kwamba watu walikuwa wanapata riziki, lakini sio kama sasa hivi. Sasa hivi hela imekuwa ni nyingi sana yani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mpira umekuwa ni biashara, watu tunaoangalia mapenzi wanaangalia ni hela. Pressure imekuwa kubwa sana kwa wachezaji, lakini kama nilivyokuambia wachezaji wengi sasa hivi hawaangalii tena klabu, wanaangalia ni hela. Ndio maana wamekuwa unamsikia mchezaji leo yuko ameenda kubageni Yanga, wameshindana na Yanga, unasikia Simba anaitwa tena anakuja na bageni Simba, anachokihitaji hiki haiwezekani tena anarudi Yanga. Kwa hiyo pale anajikuta anasimama katikati, lakini pale ni mzigo mkubwa, ndipo wachezaji sasa wanakuwa wanakwenda. Kwa hiyo sasa wamekuwa sasa wanafanya ni biashara, sio mapenzi tena. Kwa hiyo wachezaji sasa hivi wanaangalia. Suleiman Matola, huyo kocha wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kocha mkuu pia wa klabu ya Simba kwa vijana chini ya umri wa miaka 20. Na nikwambie tu kwa urefu wa mahojiano haya utayapata kwenye kipindi cha Simba Exclusive ambacho kinapatikana kwenye Simba app. Usipite kutazama mahojiano haya kwa sababu Matola amezungumza vitu vingi sana humo ndani kwenye Simba Exclusive. Lakini hali kadhalika pia kwenye Simba Exclusive tutaweza kutazama alichokizungumza rais wa klabu ya Simba Evans Aveva juu ya mikakati ya klabu ya Simba kuelekea msimu ujao, lakini pia amezungumza mambo mengi kama rais na kama kiongozi mkuu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nikwambie tu kuzipata exclusive hizi na nyingine kibao ni kudownload application yako ya Simba, alafu angalia kwenye Simba Exclusive kwa malipo ya shilingi 1000 tu. Utakapokuwa unalipia shilingi 1000 utapata kuangalia exclusive hizi na nyingine zilizopita, lakini pia exclusive nyingine zijazo ndani ya mwezi mzima. 1000 tu inakuruhusu kutazama exclusive na vitu mbalimbali kwenye Simba app kwa kipindi cha mwezi mzima.
Hii ni Shabiki Ndakindaki. Kama ilivyo ada kipindi hiki cha Shabiki Ndakindaki pia kinakupa nafasi wewe shabiki, wewe mwanachama, wewe mpenzi wa Simba popote pale ambapo unapatikana kuzungumza nasi aidha kwa kutoa maoni ama ushauri ama mapendekezo yako. Sasa leo kwenye kipindi hiki cha Shabiki Ndakindaki kimeweza kunasa moja kati ya nguli wa muziki wa kizazi kipya Bongo Flava nchini Tanzania na mwandishi mzuri sana ambaye anakitumia Kiswahili katika sanaa yake ya muziki wa Bongo Flava. Leo tumemnasa sauti ama tunaweza kumnasa Mwinjuma Hamis au Hamis Mwinjuma, wewe tukimfahamu kwa jina la Mwana FA. Mwana FA ni mmoja kati ya washabiki wakubwa sana wa klabu ya Simba. Lakini Mwana FA ni mmoja kati ya watu ambao wanaumizwa na matokeo mabovu ambayo Simba tunayapata tukiwa dimbani. Sasa kwa nafasi hii Mwana FA ameelekeza maoni yake, ushauri moja kwa moja kwa wachezaji wa Simba. Ni namna gani Mwana FA anaumizwa na matokeo mabovu ambayo tunayapata klabu ya Simba? Tumtazame Mwana FA kwenye Shabiki Ndakindaki. Binafsi nimefurahi kwa hapa na pengine kilichonifurahisha zaidi ni kwamba napata nafasi ya kuambia wachezaji uso kwa uso jinsi ambavyo wanatupa furaha wakati wanapofanya vizuri, na ngoma yetu inapokuwa ngumu inabidi tulete oya kweli kweli huko kwenye mitandao kama mambo yetu yanakuwa mabaya. Kwa hiyo mimi kimsingi sina kitu kingine cha kumwambia mtu yote isipokuwa wachezaji kwamba bwana, sisi tumeweka hisia zetu na mapenzi yetu kwenu, na kwamba tunawategemea ile mbali, na kwamba kwa namna yoyote mkikwama, pengine wakati mwingine kukwama hakui kunakuwa ni kwa sababu za kibinadamu, lakini jua kabisa kichwani kwako kwamba bwana, tukikwama kina Mwana FA huko na garagazo kwenye matope. Kwa hiyo tunawaomba, kwenye mpira kuna matokeo matatu: kufungwa, kushinda na sare vile vile. Chochote kitakachotokea sisi ni Simba na tutakichukua, lakini kwa hisani yenu mjitoe kama tunavyojitoa sisi, japo watu wengine hata kupiga mpira hatujui, kwa ajili ya klabu ya Simba. Kwa hisani yenu mtumie nguvu zenu na akili zenu zote, msituangushe, msifanye imani zetu juu yenu zikawa zinaenda hewani tu, hazina mahali pa kushika. Asanteni sana. Naam, alikuwa ni Mwana FA Hamis Mwinjuma akitoa maneno yake kwa wachezaji wa Simba, ni namna gani ambavyo wanaumizwa. Lakini bila shaka hata wewe mtazamaji unaumizwa sana matokeo mabovu ambayo tunayapata klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Naam. Lakini nikwambie pia sasa hivi kuelekea swala zima la usajili, klabu ya Simba Sports Club imeweza kumuongeza mkataba na nahodha wake Jonas Gerard Mkude wakitumikia kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao. Mkude ameongezewa mkataba wa miaka 2 tena mbele kuweza kushiriki na kuonyesha matunda kwenye klabu yetu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hivi nakuletea kipande kidogo tu cha mahojiano ambayo tulizungumza na Mkude baada tu ya kuongeza mkataba mbele ya viongozi wa klabu ya Simba. Lakini kwa urefu na undani wa mahojiano haya ni kwenye Simba Exclusive. Baada kuamua kufanya uamuzi huo, nadhani niseme kwamba ni vitu vingi sana nimefikiria pia. Ni sema ambayo nimekulia kama niko nyumbani niseme. Pia katika majadiliano huku na huku ni kweli kuna vitu ambavyo vilijitokeza, lakini mwisho wa siku kama kuongeza mkataba kwa sababu ni sema ambayo nimezoea, tuseme ni sema ambayo ndio nimekulia. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa kilichonifanya niendelee kuwepo, kwa sababu ya heshima pia kwanza kwa mashabiki na jinsi ambavyo ninavyoishi na watu nikiwa katika timu. Jambo zuri sana limenifanya mpaka mimi niamue kuendelea kubaki na kuongeza. Usipite kusoma jarida mtandao la Sauti ya Simba toleo la 3 ambalo punde tu litakuwa limesogezwa kwenye application yako ya Simba. Ndani ya Sauti ya Simba safari hii utaweza kusoma alichokizungumza rais wa klabu ya Simba Evans Aveva juu ya mipango na mikakati ya Simba kuelekea msimu ujao wa michezo 2017-2018. Geoffrey Nyange Kaburu pia utaweza kusoma juu ya alichokizungumza kuelekea ama sayansi ambayo wanaitumia kamati ya usajili ya Simba kuweza kuwanasa wachezaji wazuri ambao tunaamini msimu ujao watakuwa na mafanikio makubwa sana kwenye klabu yetu. Mohamed Hussein Zimbwe Junior amezungumza nini siri ya mafanikio yake kuweza kuibuka na nafasi nzuri ama kuibuka na tuzo nyingi sana kama mchezaji ambaye mwenye mafanikio makubwa sana msimu uliomalizika. Simba Sports Club ni moja kati ya klabu ambayo imesajili wachezaji wengi na wazuri sana. Lakini pia wameweza kutoa ahadi zao ni namna gani wataweza kutumikia kikosi cha Wekundu wa Msimbazi msimu ujao. Usipite kusoma jarida mtandao la Sauti ya Simba ambalo punde litakujia kwenye application yako ya Simba. Ni matumaini yangu wengi mtataka kufahamu juu ya ujio wa Emmanuel Okwi kwenye klabu yetu ya Wekundu wa Msimbazi. Rais wa Simba Evans Aveva amezungumzia hayo kwenye Simba Exclusive. Usipite ukitazama ndani ya Simba Exclusive kwenye Simba app. Mimi ni Khalid Mhina.
Kwaheri. Una kama Simba, jamani kama Simba, wananipala jamani kama Simba, wanatupala jamani kama Simba.